Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Mada ya leo ni sayansi ya uongo dhidi ya sayansi ya kweli. Kabla ya msalaba kulikuwa na sayansi, kwamba Paulo alimuita mwongo kwa sababu haikumsaidia mwanadamu. Na kisha baada ya msalaba kuna sayansi ya kweli ambayo Paulo alisema hiyo ndiyo sayansi ya kweli, sayansi ya imani. Lakini tuiangalie kibiblia. Barua ya kwanza kwa Timotheo sura ya 6 mstari wa 21 na 20. Timotheo, mlinzi ulichokabidhiwa, kuepuka mazungumzo machafu juu ya mambo ya bure. Mambo mengi ya ubatili yanasikika kwenye televisheni leo na katika programu na hoja ya sayansi inayoitwa kwa uongo, ambayo wengine wakidai wamejiepusha na nini? Neema na iwe nawe. Neema na iwe nawe haisemi hapo Roho Mtakatifu. Utatu haisemi hivyo, haisemi hivyo. Anasema neema. Na neema ni nini? Sayansi ya kweli. Angalia inavyosema katika Warumi 8:3. Kumbuka kwamba kuna sayansi ya kweli na sayansi ya uongo. Na sayansi ya uongo ndiyo ulimwengu unajua. Kukua katika huduma ya neema ndiyo huduma pekee ulimwenguni ambayo imesikia sayansi ya kweli. Kwa hivyo wewe ni mwanasayansi. Una sayansi halisi. Na ukiruhusu sayansi hiyo kufanya kazi, sayansi yote haishindwi. Itafanya kazi kwako. Angalia anachosema juu ya sayansi hiyo, kwa sababu kile ambacho hakikuwezekana kwa sayansi hiyo kwa sheria. Hiyo ni sayansi ya uongo. Sheria ya Musa ambayo makanisa yote yanaishi kwayo leo. Nini kilikuwa hakiwezekani? Anasema ngumu. Huwezi. Usijaribu kuishi kwa njia nyingine kwa sababu haiwezekani. Lililokuwa lisilowezekana kwa sheria. Kwa sababu alikuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Mungu akimtuma mwanawe kwa mfano chanjo kama chanjo. Kwa mfano wa mwili wenye dhambi na kwa ajili ya dhambi, alihukumu dhambi katika mwili ili haki ya Torati ipate. Yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali kwa maarifa ya kweli ya Roho. Kwa hiyo, habari. Ulimwengu alidanganywa. Kutoka kwa Pedro. Vatican, Papa wa kwanza. Upapa wote wa Kirumi. Ninakudanganya kwa sababu ninakuficha sayansi ya kweli. Uhalifu mkubwa. Ni kama mtu kutoa maisha yake kwa kugundua dawa ya kuokoa mpendwa na haimfikii kamwe baada ya kutoa maisha yake. Haimfikii kamwe. Lakini wanapata vitu vingine vya kawaida ambavyo havifanyi kazi. Kwa miaka 2000 walidanganya ulimwengu kwa sayansi ya uongo. Na watu wa dini ndio wa kulaumiwa. Na kisha wanasema usiwaseme vibaya mtume. Unaonekana mbaya kuwasema vibaya. Je, ni mbaya kumsema vibaya mtu aliyemuua mwanao? Ni wauaji. Mimi kwa uaminifu ninapokuwa na nguvu mikononi mwangu, wakati adui zangu wote wamewekwa kwenye miguu yangu, nitafanya vibaya. Kwa kweli, tazama, Hitler atakaa karibu nami hivi. Namaanisha katika nyanja ya kiroho. Msiniamini? Hei, uharibifu.
Unajua dunia inapitia nini? Tazama sasa hivi, unaona matetemeko hayo yote ya ardhi, tsunami. Unaona vimbunga. Yote ni kwa sababu hiyo. Sisi sio. Hatuzungumzi kirahisi. Sayansi ya uongo ilidanganya ulimwengu. Je, huoni kwamba ilikuwa watu wachache lakini walizidisha uongo? Ilizidisha kwa uongo. Na kisha hebu wazia ni nini kisichowezekana kwa sheria, kwa sababu ilikuwa dhaifu. Mwili wako ni dhaifu. Ikiwa wewe ni dhaifu, huna tumaini. Ndiyo maana Paulo, habari katika Warumi. Vema, hebu nisome mistari michache zaidi hapa, ingoje. Warumi 10:2. Ndiyo, Warumi 10:2. Kwa maana nawashuhudia kwamba wana bidii kwa ajili ya Mungu, lakini si kulingana na bidii yao. Je, una wivu kwa ajili ya Mungu? Haya, watu hawa wanaopigana nami. Mimi ni Mkatoliki, mitume, Mroma. Ninampenda Mungu na unaona wanapigana dhidi yetu. Na wana wivu. Watu hawa wanaotupinga wana bidii kubwa sana. Hapana, amekosea. Anasema ana ukweli pekee. Wana bidii kubwa. Lakini hajaridhika. Na ikiwa sio kulingana na sayansi, kuna faida gani kwako kusema wewe ni bora kuliko mimi? Unasema nimekosea na una wivu, lakini sio kisayansi, na hiyo haifanyi kazi kwa wanadamu. Ukiniuliza kwa nini watu wengi wanamfuata? Naam, jiulize hivyo. Watu sio wajinga. Na hakuna watu kama hao katika huduma hii. Hakuna ushupavu hapa kuhusu kutovaa hivi au kutotumia hiki ama kutokwenda mahali hapa. Hakuna ushabiki hapa. Ikiwa hakuna ushabiki, kwa nini watu wanaendelea kukua na kuongeza zaidi? Wanakumbana na jambo fulani, wanapata uzoefu gani? Sayansi inayofanya kazi katika maisha yao. Kitu lazima kiwe kinafanya kazi. Ninawajibu vizuri, angalia, chunguza kinachoendelea hapa. Kwa nini watu wa namna hii? Kwa sababu hii inafanya kazi. Waulize watu wanaokuzunguka yafuatayo: kwa nini unahisi furaha hii? Wana bidii kwa ajili ya Mungu. Weka mstari kwenye skrini tena. Haya, wale wa Pentekoste huko nje ambao wananikosoa. Nami nawaambia, tazama, nawashuhudia kwamba wana bidii kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa kweli hawaelewi ninachozungumza sasa hivi. Angalia, wananisikia nikizungumza kuhusu sayansi na wanaweza kusema kuwa ninahusika na NASA. Watasema lazima atakuwa anasoma huko Cape Canaveral. Kwa sababu wao ni wajinga wenye mawazo finyu. Tunapozungumza nao kuhusu tohara, wanasema tunazungumzia utaratibu unaofanywa kwenye sehemu za siri za watoto. Yaani wanadhani nazungumza kitu cha kimwili, hawaelewi kuwa nazungumza kimafundisho. Ndivyo ilivyotokea kwa Wayahudi. Wayahudi wanafikiri kwamba tohara ni utaratibu wa kimwili unaofanywa kwa watoto, na hawajui hiyo ni Injili. Injili haina uhusiano wowote na hali ya kimwili. Injili maana yake ni mafundisho. Mafundisho ya tohara. Lakini wanazidi kuwa wajinga. Na unaendelea kuwa tajiri zaidi. Una busara zaidi na wanazidi kupungua. Kwa kweli, hujawahi kusikia hivyo. Ninachozungumza, kuna watu wanasema, "Hey, ngoja. Haya, mtume, lazima kuna mambo zaidi yamefichwa hapo, maana sijawahi kusikia hayo." Sayansi ya uongo dhidi ya sayansi ya kweli. Na ni sayansi. Na kila sayansi ambayo imethibitishwa lazima iheshimiwe. Inasema katika waraka wa kwanza kwa Wakorintho 13:8. Upendo haushindwi kamwe. Lakini vipi kuhusu unabii huo? Na wataacha nini? Na vipi kuhusu sayansi? Sayansi ya uongo. Hapo anazungumzia lugha. Lugha gani? Anasemaje hapo? Nini kitakoma? Je, umeona hilo? Tazama, nina karama hii ya kunena kwa lugha.
Nilikuwa nayo kwa miaka. Lakini nini kilitokea? Sayansi halisi ilipokuja, nilikata tamaa. Sisemi kwa lugha tena. Unaposikia watu wakinena kwa lugha katika huduma, ina maana wanafanya sayansi ya uongo. Ndiyo maana katika huduma hii hatusemi kwa lugha. Je, huoni kwamba sayansi ya kweli ina kina kuliko lugha? Una haja ya kunena kwa lugha zisizojulikana ili kujijenga mwenyewe. Kwa sababu kabla ya kunena kwa lugha na ukasema, "Lo, ninajijenga mwenyewe." Yeye anenaye kwa lugha hujijenga mwenyewe. Je, inajijengaje? Heri, nilijua watu wanenao kwa lugha, nilinena kwa lugha na sikujengwa. Unajengwa unaposikiliza neema, sayansi ya kweli. Ndiyo maana neema inapokuja watu husema, "Je, huombi katika huduma hii? Je, huombei wengine katika huduma hii? Je, huweki mikono juu ya wengine?" Si wanazungumza lugha. Kwa nini? Kwa sababu sayansi ya kweli imefika. Na maarifa yanakuangaza. Kwa nini ujiombee mwenyewe? Fanya mwenyewe. Je, unataka kuniombea? Tafadhali usifanye. Kama hujui kuomba, kwa nini uniombee? Utaniombeaje? Niambie, utasema nini? Ubarikiwe mtume, lakini tayari nimebarikiwa. Nisaidie mtume, lakini nimeshasaidiwa. Jihadhari mtume, nina malaika. Utaombaje? Niambie. Niombee, jaribu. Kwa nini ujiombee kama huhitaji kitu? Umekamilika. Tafadhali mchungaji, niombee. Hapana, bora uende. Niombee. Afadhali uombe. Una shida gani? Je, huna mdomo au ulimi wa kujiombea? Tafadhali muombee mwanangu, aidha afanye mwenyewe au umwombee ambaye ni mwanao. Afadhali umpe ufunuo, hatakiwi kuomba. Hakuna kuomba hapa. Hapa tayari tumeombewa, tumebarikiwa na tumekamilika. Sayansi ya kweli hufanya hivyo. Hayo makanisa huko nje ambayo yanasema tafadhali kumbuka kuweka ombi lako la maombi kwenye choo ili mashemasi waweze kupaka mafuta siku ya Jumapili. Basi wale wakubwa wanaanza kuvaa hii ya mjukuu wangu na wanaanza kusema, "Lo, ni kwa sababu niliweka ombi hilo kwenye sanduku la maombi. Hiyo ni kwa ajili ya watoto." Ni kama wakati watoto wanacheza kwenye nyumba ya wanasesere. Unawanunulia nyumba ndogo ya kuchezea. Lakini huwezi kufanya hivyo hapa. Unapokuja kwenye sayansi ya kweli, unahitajika kupanga mawazo yako yanapokuja kwako. Kabla ya kuzungumza, unatakiwa kufikiria kila kitu unachofanya kwanza. Subiri, hivi ndivyo ni lazima nifanye. Wewe ni mtu wa kufikiri kwa sababu sayansi ya kweli inakufanya ufikiri. Uvivu wako unaondoka, yote yanatoweka. Hakuna anayekuhurumia. Lo. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 2 mstari wa 6. Lakini twanena hekima miongoni mwa wale waliokomaa, lakini si hekima ya dunia hii, wala ya watawala na mitume, au ya wakuu wa nyakati hizi zinazopita. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, kwa maana kama wangelijua, hawangalimsulubisha Bwana wa utukufu. Hii ina maana kwamba hekima hii, Pablo aliipiga chapa hapa, lakini hakuweza kuieleza. Hakuna aliyemjua hadi saa 1973 mtu Yesu Kristo alipoamka ndani yangu. Hata mimi sikuijua. Hili pazia halikujua lolote. Nilikuwa mtu wa dini pia. Hiyo ilikuwa ambayo ilikuwa imefunikwa kwa wakati huu, kwa nyakati hizi. Na sayansi halisi ilianza kukimbia. Na ndiyo maana yanayotokea duniani kote yanatokea. Na hakuna mtu anayeweza kuzuia hili. Hii ni sitaha ya mwisho ya Mungu.
Aliitoa kama hii na akatoa as. Wakolosai 1:26 hadi 29. Siri ambayo ilikuwa imefichwa tangu kane na kane. Lakini sasa, hiyo sasa ni sasa, si huko. Hiyo ni zawadi ya milele. Inaposema sasa, haikuwa sasa wakati huo, kwa sababu hakuna mtu aliyeelewa kuwa hapo. Kwa kweli Paulo aliuawa na hakuna kitu zaidi kilichojulikana. Kwa miaka 2000 hiyo ilibaki siri. Hiyo sasa anasema ni sasa. Hivi sasa. Ni katika nyakati hizi. Anasema ile siri iliyokuwa imefichwa tangu zamani na vizazi, lakini sasa imefunuliwa kwenu, kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha wingi wa utukufu wa ujuzi huu wa siri hii. Sio miongoni mwa Wayahudi. Wayahudi walishindwa hapa, lakini hao ni watu wa Mungu. Tunaenda Israeli kufanya ishara ya msalaba na kutembea huko. Hakuna kitu hapo. Kuna mchanga mchafu iliyojaa baruti na damu. Kwa nini unaenda Israeli? Wazo ni nini? Oh, afadhali niende kwenye mojawapo ya fuo za Puerto Rico. Utukufu huu ni kati ya mataifa, miongoni mwa mataifa. Wasahau Wayahudi. Wayahudi walishindwa. Tunakupenda na tunapokea kwamba siku moja wanamwamini mwanadamu Kristo Yesu, na kwamba wanaingia kwa imani ili kuwaokoa, si kiroho, kwa sababu wameokolewa kiroho. Injili ni kuwaokoa kutoka kwa kuzungumza upuuzi, ili wasiishi kwa kushindwa, lakini katika sayansi ya kweli ambayo ni Kristo ndani yako. Ni kama unavyosema Jose Luis yuko ndani yako. Hiyo ni mafundisho, si Jose Luis, kwa sababu nikiingia ndani yako utapata hepatitis A, B, C na D. Ni Kristo ndani yako. Fundisho. Tumaini la utukufu, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta yeye akiwa mkamilifu katika Kristo Yesu. Hiyo ni ngumu, sivyo, kuwasilisha kamili. Wewe ni mkamilifu. Warumi sura ya 2 mstari wa 17 hadi 24. Hii hutokea kwako. Kwa wale walio na sayansi ya uongo. Tazama, una jina la ukoo la Myahudi na wewe unategemea sheria. Wale wa siku ya 7 wa Adventista. Na wewe jitukuze katika Mungu. Nawe unajua mapenzi yake, na kwa kufundishwa na sheria unakubali lililo bora zaidi. Hii lazima iwe hivyo. Kuna kuvuta sigara, hakuna kunywa, hakuna kucheza, hakuna kwenda kwenye simu. Mwanamke anapaswa kuvaa hivi. Unaidhinisha bora zaidi. Kufikiri ni bora zaidi. Na unaamini kuwa wewe ni kiongozi wa vipofu. Nuru kwa walio gizani. Umewaona hao wanasheria, ndivyo ulivyokuwa. Mwalimu wa wajinga, wa wasio na elimu, mwalimu wa watoto. Jihadhari. Una nini? Kuna walimu wengi wa watoto ambazo katika sheria zina namna ya sayansi na ukweli. Basi wewe unayemfundisha mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Ninyi mnaohubiri kwamba mtu asiibe, mnaiba. Wewe usemaye mtu asizini, je? Wewe unayechukia sanamu, je? Wewe unayejivunia sheria, je, unamvunjia Mungu heshima kwa kuvunja sheria? Kwa maana kama ilivyoandikwa, jina la Mungu huturufiwa kati ya mataifa kwa ajili. Unakumbuka kwamba tulianza kusoma kwamba yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa sababu ilikuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, yaliwapata Wayahudi wote wanaozingatia. Mafarisayo hao wote walikuwa wakisema kila mara, ni mimi, ni wewe. Na kisha wanasema hii haijafanywa, lakini wanaifanya. Kwa sababu kama wewe ni mshika sheria, na ukikosoa na kukataza, unaishia kufanya hivyo hivyo. Kuwa mwangalifu jinsi unavyohukumu, kwa sababu inaweza kutokea kwako, kwa sababu toka kwa kifuniko cha malaika ambacho kinakuangalia. Na unapomdharau mwingine, malaika anasema, hebu tumwonjeshe. Inasema hivi wapi? Mhubiri 3 aya ya 18 na 19. Tafadhali angalia. Angalia alichosema. Kuzungumza juu ya wanyama, sijui kama nimesoma hii kabla hapa. Nikajisemea moyoni, ni hivi kwa ajili ya wanadamu, ili Mungu awajaribu.
na wapate kuona kuwa wao wenyewe ni kama wanyama. Hivyo ndivyo Yohana alivyoona, kwa sababu mtu na mnyama ni sawa. Yohana alipomwona mnyama yule mpinga Kristo yule 666 alichoona ni mwanadamu, kwa sababu ni sawa na wanyama. Angalia mstari wa 19. Kwa maana yale yanayowapata wanadamu na yanayowapata hayawani ni kitu kimoja tu. Mtu afavyo ndivyo anavyokufa huyu, na wote wala mwanadamu hana zaidi ya mnyama, maana yote ni ubatili. Akizungumzia jambo hilo, Yohana alichoona pale Patmo ni mtu. Ilikuwa ni Yesu Kristo, mtu kweli. Lakini basi, habari. Ujumbe wa usiku wa leo ni hiyo. Mwanadamu, sheria haikumsaidia. Agano la kwanza halingeweza kumsaidia, kwa sababu alikuwa na sayansi ambayo haikusaidia mwili, kwa sababu anasema kwamba ni nini kisichowezekana kwa maneno mengine, sheria ilijaribu kumsaidia mwanadamu kwa kusema usifanye, kumkataza, lakini hakuweza kumsaidia. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa dhaifu kutokana na mwili. Cha mtu huyo aliachwa akaachwa yatima. Ndiyo maana Yesu alisema, nitakutumia msaidizi ili awe nawe daima. Lakini nini kinaendelea? Hapakuwa na namna. Kwa hiyo dini ilitudanganya kwa miaka 2000 kwa kuhubiri sayansi ya uongo. Hilo ndilo linalohubiriwa katika makanisa hayo yote huko nje. Wale wachungaji wote wanaonisikiliza, wanaoniiga, wanaotumia muda wao kunisikiliza ili kujua wahubiri nini, kwa sababu hawaamini tena mahubiri waliohifadhi huko, yale wanayonunua kwenye duka. Vema, hawajui ya kwamba wako katika sayansi ya uongo. Kwa hiyo wanachukua ujumbe wangu na kuupindisha, na kwa kuupindisha wanaiondoa. Kisha sayansi haifanyi kazi tena kwao, lakini wao wanatunga gumzo ambapo wanajiburudisha. Wanajiita mitume na wanajiita kwa majina mengine. Lakini hiyo haifanyi kazi kwa kutanika. Waelewi kwa nini wewe ni thabiti na furaha ulio nayo. Waandishi waliniuliza, je, watu wanaokuamini wana roho gani? Roho ya inaweza kufanya chochote, ndiyo sababu huwa na furaha. Lakini kwa nini? Kwa sababu hiyo ni sayansi. Ni wazimu wa kuhubiri pale unapokiri, unaita mambo ambayo hayako kana kwamba. Ndivyo ninavyofanya. Ninapoona mambo yanaenda vibaya, nasema ni sawa. Je, wewe ni wazimu? Nitafanya nini? Kwa kweli nimetumia miaka kadhaa kusema kila kitu kiko sawa. Nimesema muda mrefu, na wakati mwingine najiuliza, je, kunaweza kuwa na kitu kibaya? Angalia, nimekuwa nikisema kwa miaka hii kila kitu ni sawa. Na jambo ni kwamba yote ni mazuri. Angalia, huo wazimu unafanya. Sasa angalia inavyosema katika Warumi 7 mstari wa 21 hadi 25, na kwa hilo hivyo sikiliza shida ya mwanadamu, ikiwa hajafikia sayansi ya kweli. Ikiwa haifikii sayansi ya kweli, inabaki pale pale, kama Paulo asema, imetulia. Angalia inavyosema, kwa hiyo kutaka kufanya mema. Angalia hilo, dini gani inaweza kukusaidia? Nani anaweza kunisaidia? Kuna shujaa huko wa kukusaidia. Angalia inavyosema, kwa hiyo naona sheria hii, ninapotaka kutenda mema, ya kuwa mabaya yamo ndani. Fikiria hiyo, tazama, imetulia. Unajua, sipati hisia hii. Ni sheria. Na hayo ni mambo mawili tofauti. Namaanisha, unataka kufanya mema. Habari njema, huwezi. Hiyo ni sawa na kumwambia mtu kilema, je, unataka kutembea? Huwezi. Au unataka kumwona kipofu? Huwezi kuona. Wewe ni kipofu. Je, unataka kufanya mema? Naam, hakuna njia, huwezi. Kwa sababu kulingana na mtu wa ndani, hivyo ndivyo unavyotaka kutenda mema. Hiyo ni roho yako. Kwamba kiumbe mzuri unafikiri wewe ni kwa maana utu wa ndani naifurahia sheria ya Mungu. Unajua, unakubali. Unataka kile Mungu anachokuuliza. Lakini kuna shida nyingine, lakini naona sheria nyingine kwa wanachama wangu.
Hiyo inaasi dhidi ya sheria ya akili yangu. Lo, na anafanya hivyo. Ananichukua mateka wa sheria ya dhambi iliyo katika viungo. Kwa hivyo kilio kiko hapa. Mimi ni mtu mnyonge. Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Imeana, sijui jinsi mtu wa dini anaweza kutarajia kuishi vizuri. Angalia, kwenda kanisani ni kupoteza muda. Kila mtu anapaswa kuacha kwenda kanisani. Kwani kwa nini unaenda kanisani? Ili mtu akuambie jitende mwenyewe, lazima umwambie siwezi. Lakini lazima uwe na tabia, kwa sababu nilimwambia siwezi. Weka ahadi kwa Bwana. Ninawezaje kumwahidi hivyo? Ninawezaje kufanya hivyo ikiwa siwezi? Siwezi kumwahidi chochote. Siwezi. Itakuwa ni ujinga sana kwangu kumwambia mchungaji nitatenda. Huo ni unafiki, maana alikuambia tu kwamba ubaya upo ndani yako. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hakuna mtu atakayeweza kumtumikia Mungu. Lakini basi inakuja ufunguo. Namshukuru Mungu kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hivyo mimi mwenyewe na akili. Hapo ndipo maarifa yanapoingia. Kwa akili ninaitumikia sheria ya Mungu, lakini kwa mwili sheria ya dhambi. Inamaanisha mwili wako wa kimwili wenye dhambi. Bado ni sawa kwa sababu yangu ni sawa, lakini kuna sayansi inaitwa ondoa pazia ili kwa njia fulani utoroke. Ni sayansi. Nitajaribu. Sina maneno ya kuelezea hii. Lakini waliopewa nuru wananielewa. Ni sayansi ambayo hukutenganisha na mwili wa mwili hata ukiendelea nayo. Kuna mtu aliyepata hekalu la Mungu. Hekalu la Mungu. Watu walijenga mahekalu mazuri yenye misalaba ya dhahabu yenye vifaa. Lakini hekalu lilikuwa karibu nao sana na ni akili. Kwa hiyo iliwekwa akiba kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana. Kisha ikafunuliwa kwamba ni kufikiri. Na unapofikiri, kumbuka kwamba unapofikiri kama nyaraka 14 zinavyosema, ambayo ni mwongozo wa unapofikiri kulingana na ushauri tunaotoa, kwa namna fulani unatoka kwenye mwili wa kimwili. Ni jambo komo sana kueleza, sivyo? Sijui inakuwaje, lakini Paulo anasema kwamba hii ndiyo sayansi ya kweli, kwamba ukijitenga na mwili na kuanza kuwaza kwa imani ukisema, hili inakuambia mambo ni mabaya na kwa sababu hiyo mambo yatakuendea vibaya. Kisha unamwambia, sielewi hivyo. Najua utakufa hivi karibuni kwa sababu sipokei. Gazeti hilo linasema bei ya petroli inapanda na hivi karibuni itabidi uende kazini kwa uko katika dhambi. Mungu ana hasira na wewe. Utapotea. Ibilisi anakuangalia, kuzimu inakungoja. Watoto wako ni wameshindwa. Kwa hiyo ni kuita vitu ambavyo haviko kana kwamba ndivyo vilivyo. Hiyo ni sayansi halisi. Sikiliza, na hakuna anayethubutu kuzungumza au kutenda hivi kuhusu hili isipokuwa awe wa huo ndio muhuri wa ahadi ya Roho iliyotiwa muhuri kwa siku ya ukombozi. Haya, moja zaidi. Na tusimame tuisome. Keti na magoti yako yameinama. Waefeso saa 5 na madakika 14. Kumbuka kwamba una mwili wa mauti. Paulo alisema, ni nani atakayeniokoa na mwili huu na kuweka huru kutoka kwa mwili huo wa mauti, ili uishi tofauti.
Anasema, kwa hiyo husema, amka wewe usinziaye. Ndivyo lilivyo kanisa limelala. Watakatifu wamelala na hakuna wa kuamsha. Toka katika mwili wa mauti. Angalia, utafufukaje kutoka kwa wafu ikiwa umekufa? Anazungumza na walio hai. Maana asema, tazama, fufuka katika wafu. Na jinsi gani? Nitaamka vipi ikiwa nimekufa? Mtu aliyekufa hawezi kufanya hivyo. Mtu aliyekufa hasogei. Ndiyo, lakini wewe ni mtu tofauti aliyekufa. Unabudi kunyanyuka kutoka katika ule mwili wa mauti ulio nao ambao umekusumbua kwa miaka, na unairuhusu ikusumbue kila siku, kupokea taarifa hizi mbaya, na unatumia muda wako kulalamika. Ni hivi, ni vile, ndivyo mambo yalivyo, na ni malalamiko na malalamiko na malalamiko ya kwa sababu kifo kinakuhudumia na unapokea kutoka kifo. Weka mstari kwenye skrini. Tazama inavyosema. Kwa hiyo anasema, Miami, amka wewe unayelala. Amka jamani. Amka mchungaji. Na uinuke kutoka kwa mwili wa kifo ambao umekuwa ukishikilia kila siku na sheria. Haiwezekani kwa sheria kutawala. Na Joss Lewis atakuangazia. Kwa sababu ndio inaandika. Kristo hamwangazii mtu yeyote. Haya, kanisa, kwa miaka 2000 watu wanasema, nani atanitoa? Wako mahekaluni wakisema, mchungaji nisaidie. Tazama mchungaji, mimi ni dhaifu. Mchungaji niombee. Nina shida nyumbani. Nina hali hii, na wachungaji wanaomba. Kwa hiyo baada ya miaka 2 au 3 kanisani wanaishia kusema, ni nani atanisaidia? Nani atanitoa? Angalia, ninaenda kanisani. Nimejaribu, naomba, nafunga, lakini unaendelea kusema, ni nani atakayeniokoa na mwili huu? Shetani ameshinda vita dhidi yangu. Ndivyo walivyo. Lakini utakapofufuka kutoka kwa wafu, na unasikia sayansi ya kweli ambayo inakuwa tu katika neema, ndipo chemchemi ilipo. Njoo ununue bila pesa. Kunywa kutoka kwa maji na kuanza kuishi.